Yesu asifiwe. Tusimame tupeane heshima kwa maombi kwa ajili ya mnenaji. Mfalme wetu ishie milele, na kuja kwako chini ya ulinzi wako, kwa maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa wakati Bwana, tumenyenyekea chini sana kwa ajili ya kuona uwepo wako. Nakabidhi mtumishi wako mikononi mwako, amesimama kupeana ujumbe kutoka kwako. Roho Mtakatifu, kutumia upendavyo na utende yaliyo yako. Tunakuomba kwa unyenyekevu Bwana, ukamuinue anapoanza na anapomaliza. Mungu wangu, wacha tukaone utukufu wako. Tembea naye katika kila sehemu na umwelekeze, kwa maana wewe ni mwaminifu. Katika upendo wa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wetu wa siku ya leo anaitwa Patrick Maina. Jina la tatu yeye mwenyewe analifahamu. Yeye amekuwa mwanafunzi na bado ni mwanafunzi. Anachukulia masomo yake ya diploma pale Kaloleni, ama katika shule ya trades. Ndugu Maina ameoa na ako na watoto.
anajua majina ya watoto wake pema. Kwa hivyo siku ya leo amekuja hapa kama chombo ili aweze kutumika katika kutoa ujumbe wa Mungu. Mengi kumuhusu yeye mwenyewe atajieleza, lakini kwa sasa tungeomba mpatie sikio ili muweze kusikia lengo ambalo Mungu ameweka katika machoni pake. Kwa hivyo ndugu, karibu ili uweze kuhudumia watoto wako. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru kwa sababu ya nafasi hii, na kabla sijaweza kuanza, kama vile ambavyo mmepata kusikia, kwa majina naitwa Patrick Maina, jina la tatu naitwa Oluchina. Nimeoa, niko na mke na watoto watatu, na nashukuru Mungu kwa kile kiwango ambacho amepata kuniweka. Na mimi ni mwanafunzi ambayo nachukulia diploma kule Kaloleni kama vile ambavyo mmesikia, na nashukuru Mungu kwa sababu Bwana atazidi kutenda. Kwa hivyo leo niko na ujumbe ambao nimepata kuandaa ili tukapate kushiriki pamoja nanyi. Na ujumbe wangu utaweza kutoka katika kitabu cha Yona, ni mlango wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka 16. Na nitapata kusoma ujumbe huo, niruhusu niusome kwa Kiswahili ndiposa tukaweze kuelewa. Neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Yona. Inasema hivi: basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tashishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tashishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tashishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamuomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani ya merikebu, akajilaza akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Akawaambia, mimi ni Mwibrania, namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie?
kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta